Asante sana. Hapo ndipo nilipokuwa napataka mie, kwa sababu naweza nikasema kwa nini nyimbo zetu za taarabu hazivuki mipaka. Ndio. Kwanza naweza nikalaumu media, naweza nikalaumu nyewe na watangazaji. Kivipi? Hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Black FM popote ulipo, natumai uko salama salimina. Siku ya leo tarehe 23 ni Ijumaa tatu mpenzi msikilizaji, natumai weekend tu kama vile tumeiacha, na kwa sasa ni muda, siku ya leo ni muda wa kutafuta pesa, muda wa kazi, kutafuta kutia pesa mfukoni. Maana tusipendi stare kushinda maisha vile ya kutafuta. Nitoe shukrani za dhati kwa wale wote mmekuwa nao tangu hapo mwanzo kwenye kipindi cha Good Morning. Watangazaji wetu ni Bashir Ndundi akishirikiana na Vanessa na Armela. Muda kama wewe msikilizaji, saa 3:10 ni muda wa kufuata kipindi chako, kipindi changu. Natumai ulishakuwa sambamba ya radio yako Black FM 94.9 jijini Bujumbura, au kama unataka kutuona live kabisa, ingia kwenye Black Media, kwenye Instagram, YouTube, Facebook. Natumai utaona njemba tatu, wanawake wazuri vile, au vile leo kwenye studio tuko watu 4. Natumai mnazoea wanawake watatu. Ni nguo ya kuwazima penzi msikilizaji ya full huyu mwimbaji wa hapa nyumbani Jesus King wa mashairi. Msikilizaji wetu, natumai ni Radio Black FM 94.9, lakini mnazoea tu kama siko mimi mwenyewe kati mjengo huu, radio ya kijanja, radio ya kibamba. Kila siku tunazoea tu mnasikiliza sauti ya watu watatu. Hata basi nianzie mkono wangu huyu wa kulia, naona amenipigia macho maini kama kawaida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kawaida yetu ni njemba tatu ndani ya Black FM 94.9. Adija la Dolphine anaongea. Nikipiga mkono wa huku wa kushoto vinaona mama harusi wangu mtarajiwa vile. Siku basi nikwambie tu mambo yatakuwa ngari vile. Habari za muda huu wapenzi wasikilizaji wa 94.9 Black FM, ni Rahma Uthmani ndani ya mjengo. Rahma Uthmani, mama harusi wangu mtarajiwa, maana mimi ndio nitakuwa somo wako. Nuru ya ndoa ishaanza kabisa. Natumai ushasikiliza. Ni Adija la Dolphine pamoja na Rahma Uthmani. Sauti zetu huwa mnazisikia sana tena sana, na mnatuona kwenye runinga vile ya Black Media, Instagram, Facebook, YouTube penzi msikilizaji, na kupitia Black FM radio kipaza sauti vile mnatusikiliza sauti zetu, ila hamtuoni vile. Anakwambia nini? Anakwambia nguo ya kuwazima na ya full Jesus vile. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM, leo tuna mgeni wetu rasmi. Acha basi usikilize hichi kibao, hatuchelewi. Hakuna kuchelewa. Black FM tupo muda wote. Ndio maana nakwambia haraka haina baraka. Hatuna haraka sisi. Yaani tukichelewa tu labda mgeni wetu atampigia simu alafu ya dharura aondoka. Ndio tunambana. Radio Black FM radio ya watu wote. Anakuambia fundi kujua. Mambo mazuri hayataki haraka penzi msikilizaji, basi ukienda na haraka unafeli vile. Natumai kwa wale wengine ndio mara kwanza wanafungua radio yao, ila mimi sikuwa nimejitambulisha vile. Wana wengine labda wanafungua radio ndio ya kwanza kwanza. Niwaambie tu ni Charmante Iveti ndani ya mjengo. Acha basi, natumai mlishapata ladha ya fundi kujua hewani, na nimkaribishe mgeni wetu wa siku ya leo ya tarehe 23, tuseme tarehe 23 za mwezi wa 5 2022, Ijumaa tatu. Msikilizaji wetu, natumai basi nimkaribishe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo vipi? Mambo poa, alhamdulillah, tunamshukuru Allah. Naam. Za huko na kule.
Tunamshukuru Mungu, tuko vizuri alhamdulillah. Mungu ndio akushukuriwa kila siku. Ndio kabisa, ndio kabisa. Naam. Karibu sana kwenye redio yetu. Ni redio yangu, redio yako, redio ya sote, haina ubaguzi. Asante sana. Redio yetu tunaipenda sana, Black FM hii. Naam. Natumai ndio mara kwanza unaingia katika mjengo wa Radio Black FM. Mwenyewe nimeingia katika mjengo wa Black FM, nimeshangaa sana. Nimefia labda nimeingia katika media zingine za Dar es Salaam ambazo wanatembelea, yani hii haina tofauti, yani iko vizuri. Kiufupi sitaki kuongea mengi, lakini nimeona kabisa iko vizuri, mnajitahidi Black FM. Asante sana. Natumai radio zingine za hapa jijini Bujumbura ulishawahi kuziingia hemo, na unaona utofauti gani haswa na radio zingine na hii yetu ya Black FM? Kiukweli ndugu mtangazaji, gisi nilivyoona media yenu hii ya Black FM, nimeshatembelea Radio Burundi, nimetembelea Bonesha FM, nimetembelea kwanza Radio Salama, radio nyingi sana, mpaka Buja FM nishatembelea. Lakini kiukweli kwa hapa kwenu, kwanza mmepangilia mpangilioni vizuri, alafu tena haitoshi, mambo yatakuwa yako vizuri kabisa, mambo bam kwa Kiswahili cha mjini, mambo yako bam. Asante sana. Basi nikupatie fursa ili ujitambulishe. Wasikilizaji wetu wanatufuata kwenye kipaza sauti kupitia Black FM 94.9 na kupitia Black Media, YouTube, Instagram, Facebook. Natumai tu watatuona live kabisa, wajue ni nani tuko naye ndani ya mjengo wa Black FM na Black Media vile. Mimi ni kwamba kwa majina naitwa Kwizera Amani, lakini kwa jina la mjini wanaonifahamu naitwa Papa Amani Yao, Sukari Yao, Tamtam Yao. Kwa majina ya mjini haya. Ya kuzaliwa ni Amani Kwizera. Alafu jina la usanii vile la mjini ni Papa Amani Sukari Yao, Tamtam Yao. Bora Sukari. Mimi naomba tu niulize kabla hata kwenda mbali. Kwa nini unajua hilo jina litakuwa labda umepewa na mafans wako. Kwa nini amekuita Sukari Yao, Papa Tamtam? Kwa nini amekuita hivyo? Kwa kweli mimi sijui, kwa sababu unapokuwa katika kazi, aidha unapokuwa katika mambo yetu yale, wafanzi wao wenyewe huaga ndio huaga wanaamua huyu mtu acha tumwite jina fulani kutokana na kazi yake. Ndio. Sasa mimi nilikuja kujikutana, tulikuwa mwaka kama sikusahau 90 na ngapi vile. Ndio. Nilikuja kujikutana, naitwa jina la Papa Amani Yao, Sukari Yao, Tamtam Yao, na mimi nikalipokea hivyo hivyo. Labda haukutaka kutafuta au kugundua kwa nini mafanzi wangu walinita hilo jina, maana kila kitu kinakuwa na sababu jamani. Hapo sasa naelewa, lakini siri ya ndani. Tunapokuta Sukari Yao, Tamtam Yao, tudokozea hata kadogo. Basi labda mimi nahisi itakuwa ni kwa sababu alikuwa anaimba vizuri, huenda watu wakampokea vizuri, wakampenda, na ndio maana wakamwita, wakambatiza hilo jina. Maana kipindi chetu ilikuwa ni hatari kubwa sana. Unaona? Enzi zile za adolescent. Hatari, hivi tumezeeka lakini. Bado hujazeka, bado mkijana. Bado hujazeka, maana naona unapiga sirmeziri. Nakwambia. Nasema kweli. Mimi nikuulize maswali mawili matatu. Acha kwanza nipatie mkono wangu wa kulia akuulize swali limoja mawili hivyo, afu na mimi nitaendeleza zaidi. Okay. Naam, tunataka kukuuliza wewe ni nani haswa katika muziki? Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwanza naitwa Papa Amani Yao. Alafu katika fani ya muziki mimi naimba, natunga muziki na napiga muziki, napiga kinanda. Kwa hiyo katika muziki ninafanya kama 3 au 4: kuimba, kutunga, napiga kinanda na kidogo napiga drums katika muziki. Ni muziki, unazungumzia muziki, lakini pana muziki Buja Flavor. Bongo Flavor. Bongo Flavor ni huko, maana tuko Buja Flavor. Okay, Buja Flavor. Maana kuna taarabu. Kuna taarabu, taarabu flavor. Kuna gospel. Kaswida. Ndio. Okay, mimi nimezamilia sana katika taarabu, kwa sababu mimi nilianza kwenye taarabu na mpaka sasa nipo katika taarabu. Lakini hata muziki ya Buja Flavor napiga.
Ndio. Ila sana nimebobea sana kwenye taarabu, ndio muziki wangu. Na ni kitu gani ambacho ulijifikiria katika kubobea katika muziki wako wa taarabu? Yaani ni kitu gani ambacho ulikuwa unakifikiria kipindi hicho? Kipindi hicho kwanza, muziki wetu wa taarabu ni muziki wetu wa Kiswahili. Ndio. Wa jamii ya Kiswahili. Ndio. Na nikaona kwa nini nisiingie katika muziki wetu wa Kiswahili? Ndio. Mababu zetu, washangazi zetu, mabibi zetu walikuwa katika muziki huyo, na sisi tukaona afadhali tuingie katika muziki wetu wa taarabu wa Kiswahili ili tuzidishe utamaduni wetu wa Kiswahili. Ndio. Naam. Na je, unaonaje taarabu ya sasa hivi na taarabu ya zamani ina utofauti gani? Naweza nikasema taarabu ya sasa na taarabu ya zamani kuna tofauti kubwa sana, tena sana. Basi nahisi wasikilizaji wanataka kujua huo utofauti ambao taarabu ya sasa na taarabu ya zamani wanataka kujua, au wajuze ni utofauti upi? Kwanza utofauti mkubwa uko katika mashairi. Ndio. Mashairi ya zamani na mashairi ya sasa ni tofauti. Mtu anaweza akamuimba la Sharmanti kwa kupitia vitendo na maneno. Ndio. Wala usielewe hata kimoja. Hayo ni ya zamani. Lakini mashairi ya kisasa na muimba la Sharmanti kwa jina. Na mpaka nampa vidonge vyake kwa jina. Mpaka mwenyewe la Sharmanti sasa nimeimbwa mimi. Lakini kwa zamani mpaka kufikia kujua kama nimeimbwa mimi, mpaka uwe Mswahili. Yaani vitu vimefumbwa. Uwe Mswahili kabisa ndio utaelewa. Naam. Mimi nikuulize Papa Amaniao, kusikana na kazi yako hii ya taarabu, umeanza mwaka gani na umeanza kwenye bendi gani na mpaka sasa uko kwenye bendi gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi katika kazi yangu hii ya taarabu ambayo umeniuliza nimeanza mwaka gani na niko katika bendi gani? Asante. Ni kwamba kama sikusahau, nimeanza kwanza kuwa mpenzi wa taarabu ilikuwa mwaka 89. Kwa Kifaransa 89. Nikabobea sana kufata sana taarabu. Niko shuleni lakini jioni naenda, niko shuleni jioni naenda 89, 90, 91, 93, 94. Ndio. Nilikuwa na rafiki yangu mpenzi sana, kila mtu anamfahamu, anaitwa Othman Kilanga kwa jina maarufu Johnny. Ndio. Alikuwa rafiki yangu sana. Akanambia, kaka wewe una kipaji. Baada kuwa na kipaji afu una sauti nzuri. Ndio. Unajua sisi ambao tuliosoma Qur'ani wakati wa kaswida na ghani vizuri. Kiimba kaswida. Watu wanasema huyu jamaa huyu bala. Basi jamaa wangu John akanambia, wewe tukienda kule utakuwa hatari. Sasa unajua tena mambo yetu ya ujana kipindi chetu kile. Piga zako kitoko tunaita kitoko. Le tromotos. Unanisikia? Ndio. Nikaa nasogea juu ya stage. Nasogea. Nakumbuka siku moja nilichukua mic nikaimba. Nikasema kumbe naweza. Na baada ya kuwa naweza nikajikutana sasa nimeendelea moja kwa moja. Ndio. Naam. Na hicho kipindi umekuwa kwenye bendi gani haswa? Ilikuwa bendi, kipindi hicho zilikuwa bendi mbili ambazo zilikuwa bendi machachari mjini. Ilikuwa ni bendi ya Superstars pamoja na Jasmine Musical Club. Lakini mimi nilikuwa kwenye Jasmine Musical Club. Naam. Na hicho kipindi na wakati wa zamani vile Jasmine na Superstar ndio nadhani ilikuwa ni bendi mbili. Na umekuwa kwenye bendi la Jasmine. Na wakati kwenye bendi ya Jasmine umewahi kutunga nyimbo yoyote yako binafsi au hapana, mtu amekuwa anakutungia anakupa tu maneno useme uimbe? Asante sana mtangazaji. Ni kwamba mwaka huu wa 90 na ngapi nimeingia Jasmine, nilikuwa sina uwezo wa kutunga kwa sababu nilikuwa bado sijazoea sana masuala ya muziki wa taarabu. Lakini nilipokuwa karibu na mwalimu Captain Jesus wa Jesus pamoja na marehemu Mzatibu Juma ambaye alikuwa mtuzi mkubwa sana kipindi hicho. Alikuwa mzee wa mashairi Isa Mtainga na vile vile mwalimu wangu Johnny
nilikuwa nawasogelea sana, na katika ujanja ule mtoto wa mjini kuuliza eva na kutunga ni vipi, mnaendaje katika mashairi, ni aje. Nyimbo ya kwanza mie kuitunga mie kama mie ilikuwa ni nyimbo inaitwa Nilipokuwa Kwako. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 99. 99. Uko kwenye bendi ya Jasmine. Yeah. Yaani uko Jasmine, uko Superstar pote? Hapana, alikuwa bado Jasmine tu. Sishirikishi na bendi yoyote ile isipokuwa Jasmine. Wakati wakina Kizageto hivyo, wakina Kizageto nadhani amekuwa kwenye bendi la Jasmine. Naam, sister Kizageto nilifanya naye kazi. Dabitisho nimefanya naye kazi. Alikuwepo nani yule Damariam Kibiswa, nimefanya naye kazi. Katika wale na muziki wa zamani wote nimefanya nao kazi. Wote hao. Naam. Ni changamoto gani ulipitia katika kazi yako? Katika kazi yetu hii changamoto ni nyingi sana. Tena sana. Kwa sababu naweza nikasema kazi yetu hii ya muziki, hasa muziki wa taarabu, ndio unapokuwa kwanza juu ya stage, umeishika mic, ndio ukiimba tu basi wafanzi wako uko chini watakavyo kupokea. Sasa wewe kama au kujibalance au kama au kujiangalia vizuri, utajikutana umeharibu kila kitu. Ndio. Kwa sababu utaona ule baba mani yao sijui nini lele. Sasa nao ukiona kisha unavyoona unapanda. Ukishapanda unajikutana kila kitu umeharibu, na changamoto zingine ambazo siwezi hata kuzisema. Ni nyingi sana, tena zaidi sana. Sawa. Na nikuulize kusikana na muziki wenu wa taarabu hapa nyumbani Bujumbura, Papa Amani Yao. Maana wakati wa zamani tumekuwa tunaona hapa imekuwa pako harusi vile mtahani, wanawaalika mwe kama vile bendi la Jasmine au Super, wanaenda kupiga sehemu ya harusi. Lakini leo hivi hii miaka karne ya sasa hicho kitu hatukioni tena. Nini tatizo haswa kati ya nyie waimbaji wa taarabu? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba kipindi kile naweza nikasema watu walikuwa bado hawajabobewa katika dini. Dini kwa bado hajawaingia, kwa sababu wakati kama huu wanaolewa sawa, ndio mahari akitolewa mahari lazima aitaitwe Jasmine. Ndio. Tunapiga babarani. Babarani sio ndani, babarani. Ndio. Pakiwa msondo inaitwa Jasmine. Tunapiga babarani. Na siku ya harusi tena tunakuja tunapiga babarani. Lakini kwa sasa wale wafanzi wa zamani ambao waliokuwa wengi sana, kwanza wameshakuwa watu wazima. Alafu pili, dini imewaingia sana. Hata akija kwenye muziki anakuja kidogo anaangalia, anaingia kwa sababu ndani hakuna ambaye atakaye muona. Kipindi kile ilikuwa ni babarani, kila mtu anakuona. Na ndio maana hakuna tofauti yoyote wala hakuna matatizo yoyote. Ni kwamba tu watu sasa dini imewaingia sana, ile wanapenda na wanakuja katika mahali yetu. Wanaingia ndani, sio babarani tena. Kwa sababu ndani utaonekana kwa wale ambao wako ndani, lakini ukiwa nje watu wote watakuona. Ndio. Yaani wanakuwa na ile hofu. Na kama vile mtu anawahitaji, maana tumezoea vile vya babarani. Zamani ulikuwa unasema, wakati ningali mdogo na nilikuwa nasikia Shani. Sijui ile bendi la Shani limekwenda wapi. Maana hivi nasikia hapa na bendi la Jasmine na bendi nyingine hii Alwatan. Jasmine Super imeenda wapi? Shani imeenda wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa sasa naweza nikahesabu bendi ambayo iko mjini. Ndio. Na jina lake ni bendi hii moja. Ni bendi ya Jasmine Musical Club. Hiyo bendi ambayo inaitwa Alwatan ni bendi ambayo naweza nikahesabu ni bendi mchanganyiko. Inaimba nyimbo za Jasmine, inaimba nyimbo za Superstars. Ambayo inachanganyikana. Imebobea sana katika wanamuziki wa Superstars na wanamuziki kidogo wa Jasmine wale ambao waliotoka. Alafu bendi ya Shani
ilisimama muda mrefu sana. Zaidi ya miaka hata 25. Bendi ya Shani hamna tena. Ndio. Bendi ambazo zilikuwa mjini kwa ni bendi mbili, Superstars na Jasmine. Lakini Superstars baada ya kiongozi wa Superstars ndugu Captain Abasi Abako alipohamia wa mwishoni mjini Rwanda kikazi, na yeye ndio alikuwa kidogo mwenye bendi yake alikuwa anaipenda sana. Baada ya kwenda huko na bendi ikazorota ikafika inazimika. Lakini katika kuzimika yupo kaka Jamali Msore, yupo yule Meja Kul Majaliwa, wapo kina Alise, yupo Captain Sefu. Hao walijitahidi na kuiendeleza hiyo bendi ya Superstars, ila ingawa walikuwa hawana uwezo wa kuendeleza, wakaamua sasa tutafanyaje, wakaenda kujiunga na wenzao wana Alwatan. Na Alwatan hiyo ni kizazi ambacho kilichotoka katika bendi ya Jasmine. Kizazi hicho kilichotoka katika bendi ya Jasmine kikawa kinapiga nyimbo za Jasmine. Na wale Superstars walipokuja wakawa wanapiga nyimbo zao za Superstars. Sasa yani kama vile ikawa bendi naweza kusema muungano. Lakini jina likawa jina la Alwatan. Na kwa sasa uko katika bendi gani hivi tunaongea? Maana zamani umekuwa kwenye bendi la Jasmine umezungumzia, na kwa sasa hivi tuko ndani ya mic ya studio, uko katika bendi gani? Na kwa sasa ulishatoa albumu yako ya nyimbo? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kama vile nilivyokuambia, mimi ni mwana Jasmine. Ndio. Tangu utotoni. Lakini sijaukata kauli. Pana vile habari maana tunawafuatilia sana waimbaji nyumbani. Ndio. Maana nasikia papa amani yao iko kwenye Jasmine, iko kwenye Alwatan. Yaani haeleweki. Hicho kitu nataka utuambie na wafanzi ili wasikie na wajue ukweli zaidi. Ndio. Naam, okay ndugu mtangazaji, mimi kwanza fani ya muziki naweza kusema kama kidogo nilikuwa na muda mrefu nimesimama, aidha wakati nilikuwa sina, kwa sababu mimi nafanya kazi ya udereva. Mimi ni dereva wa roli Kenya, Dar es Salaam, wapi. Sasa kuna wakati nikitoka safari nikifika mjini na utana Jasmine haijapiga muziki. Sawa? Alafu mimi na kile kitu fulani cha kupenda muziki. Alwatan inapiga muziki. Ni lazima nitaenda wapi? Alwatan. Kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Alwatan ziko mbili. Kuna Alwatan ya Raw System Tandu na kuna Alwatan ya Juma mengi ambayo ndio hiyo iko pamoja na Superstars. Nikifika pale kwa Alwatan na Tandu nitapiga. Nikienda Alwatan ya Juma mengi na Jamali nitapiga. Nikienda Jasmine nitapiga. Lakini mimi ni mwana Jasmine Dam. Ni kwamba kwa hivi sasa kuna sheria imetoka katika bendi ya Jasmine. Ndio. Kwa sababu Jasmine ya sasa na zamani ni tofauti. Ndio. Sheria ambayo imetoka, wewe kama ni mwana Jasmine, haitoshi kiongozi wa TFC, nikisema vijana TFC ni katika wale Taarab Fanatic. Hauruhusiwi kama wewe ni mwana TFC, hauruhusiwi tena kutoka kwa Jasmine na kwenda kupanda stage ya bendi nyingine. Nikuulize, kwa sasa una nyimbo ngapi? Naona swali hilo haujalijibu. Na ulishatoa albumu ngapi ya katika nyimbo zako umeimba kwa tuseme hii karne ya sasa? Asante. Mimi naweza nikasema kwa sasa katika bendi ya Jasmine na nyimbo 3 au 4 au 5. Naweza nikasema tulifanya remix ya nyimbo inayoitwa Mwenyewe ni Wewe, ambayo iliimbwa na mwalimu wangu mwenyewe ambaye ni Athman Kilanga Jonjoni. Ndio. Nikaimba remix tena ya Fundi Kujua. Ndio. Ambayo aliimba huyo mwalimu wangu Johnny. Nikafanya tena remix ya nyimbo inaitwa Nguo ya Kuazima, ambayo aliimba huyo mwalimu wangu
wa muziki Johnny, kwa sababu mimi nisema siwezi kuimba nyimbo za mtu mwingine. Nitaimba nyimbo za yule ambaye alioniingiza katika yaani naona hii nguo ya kuwazima ni ya mwaka 1990 kama sikusahau, mwaka 1990, alafu ukairudilia remix mwaka 2020 kama sikusahau. Ndio. Alafu na hii fundi kujua naye pia mwaka huyo. Ila kuna nyimbo ambazo nilizotunga mwenyewe nikiwa katika bendi Jasmine. Ilikuwa ni nyimbo inaitwa Nilipokuwa Kwako. Niliimba mimi mwenyewe. Na vile vile baada ya kuimba mimi nikawa na rafiki yangu anaitwa Jalud Abdul Jalud. Akawa ameniambia nyimbo yako ni nzuri sana, naomba niimbe. Nikamwambia sina tatizo. Tukaingia tena studio, tukaifanyia tena remix. Ndio. Akaimba tena bwana Jaludi kwenye studio ya Tanduro System. Iko barabara ya 23 namba 29 kama sikusahau. Tukaipiga tena. Na vile vile kuna nyimbo tena ambayo niliyotunga mwenyewe, muziki wa kwangu, sauti la kwangu, mashairi ya kwangu, lakini akaimba rafiki yangu, kaka yangu Ro System Tandu. Inaitwa Mtoto wa Kiafrika. Nadhani umeipiga hapo. Mtoto wa Kiafrika. Hiyo ni nyimbo ambayo nimepiga mwenyewe kinanda, mashairi ya kwangu mwenyewe, sauti ya kwangu mwenyewe. Naam. Kama nyimbo 6-7 hivyo ambazo ninazo. Ndio. Na nikuulize basi swali lingine hivyo kusikana, kwa nini taarabu ya nyumbani haitoki haitoki yani kimaendeleo nje ya Burundi, haitoki East Africa, inabana hapa kwenye boda ya Burundi, hadi haitoki kwenye boda, haivuki, haendi sehemu zingine, haiendi kwenye huko sehemu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Rwanda, haivuki kabisa East Africa, inabakilia tu hapa nyumbani. Kwa nini nyie kama nyie wanamuziki wa taarabu ya nyumbani alafu mnalala hivyo? Alafu swali langu lingine, kwa nini tena, naona maana tunaenda na muda. Kwa nini tena nyie wanamuziki wa nyumbani taarabu amjitumi katika nyimbo zenu, huwa mnatoa nyimbo mnazitia kwenye YouTube, unaona zinabakilia tu hapa nyumbani kwenye mafanzi tu hapa, zinakuwa zisikiki kote dunia nzima, vile kama vile tuseme for example Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Asante sana. Hapo ndipo napataka mie, kwa sababu naweza nikasema kwa nini nyimbo zetu za taarabu hazivuki mipaka. Ndio. Kwanza naweza nikalaumu mamedia, naweza nikalaumu nyewe na watangazaji. Kivipi? Mtangazaji kama wewe unaweza kujua Captain Jesus au Captain Jamali au Tandu au Johnny, sawa, au Papa Maniao, wako na nyimbo, alafu wewe unathubutu kupiga nyimbo za Tanzania. Na unajua sie tuko na nyimbo zetu hapa. Hilo kwanza, jambo la kwanza, media inafika mbali sana. Watu wanasikia Ulaya, Tanzania, Kongo, wapi na wapi. Sasa wewe ukishapiga zile nyimbo za Tanzania, zetu utazijua vipi? Hilo ni la kwanza. Afu la pili, kwa nini hatujaweka nyimbo zetu kwenye YouTube? Kipindi kile cha zamani. Ndio. Nadhani YouTube alikuwa hakuna. Na Jasmine na Superstar ilikuwepo. Muziki ilikuwepo. Umeshanisikia bana. Tulikuwa tunajulikana, lakini kwa sasa ukiingia YouTube ukiandika Taara Papa Maniao utanipata. Ni wewe, lakini sio wote. Ukiandika Captain Jesus Jasmine, Taarab Jasmine utaipata. Wallahi tizama hapo. Ukiandika Abasi Abako, Taarab utapata. Sasa hivi taarabu za Burundi ziko katika YouTube. Na watu wanazipata mpaka niliingia katika Jasmine Musical Club. Niliona nyimbo mpaka video zipo. Captain Jesus, hizi nyimbo zake ambazo alirudilia mpya wanamuziki wa wanawake na wengine zipo za video kwa YouTube. Nyimbo za Jasmine zote ziko. Nyimbo za Superstars hizi ambazo Captain Abasi Abako alirudilia, yupo kijana wa Abasi Abako anaitwa Ruramba Abako, yuko kule South Africa. Lakini kwa niaba Superstar nyimbo hizo ziko YouTube. Ukiingia utazipata. Sawa na kufuata. Lakini mimi ni mtangazaji na huwa mara nyingi tunawafuatilia sana mambo zenu. Unaona,
tunapiga nyimbo zenu, lakini pana vile moyo watangazaji huwa tunaweza tukwambia leo tunahitaji tufanye pamoja mahojiano kwenye radio. Lakini unasikia wewe uko hapa nyumbani Burundi, tuko pamoja, mimi sina muda, tuongee kwenye simu mahojiano kwenye sim live. Je, mnataka yani tuwapeleke tuwasongeshe mbele au mnataka aje kabisa? Wewe uko nyumbani alafu unataka tufanye mahojiano kwenye simu. Na wakati upo hapa. Asante. Kosa letu sisi watangazaji au ni kosa lenu nyinyi? Mimi nadhani kosa lenu nyinyi kutopiga nyimbo zetu. Ndio tunazipiga na hapa zinajaa. Kosa lenu nyinyi watangazaji ni kutokupiga nyimbo zetu za taarabu za nyumbani. Lakini kama ukimpigia simu mtangazaji, mimi nina shida na wewe tuonane, alafu akwambie sina muda, ni kutokujielewa. Kwa sababu ukishakuwa katika kipaza sauti, kwanza sikia jina lenyewe, kipaza sauti. Kila mtu atakusikia. Kwa yule ambaye atakayefungua 94.9 hata ukiingia kwenye YouTube au Facebook ukiingia utapata. Ndio. Ni kutokujielewa na kutokufahamu ni nini kitu ambacho tunataka kwenda kufanya katika media ile ya Black FM au katika radio Black FM. Ndio. Lakini mimi nadhani ya kwamba kwa sasa penye muziki wa taarabu umefikia nchini Burundi, ukimwita mtangazaji na ni mwimbaji yoyote yule, hawezi kukatalia kuja hapa kwenye radio. Wapo na wengi sana wanataka kuja. Ndio. Wengi sana wanataka kuja, lakini wanakosa wataanzia wapi? Na mimi nazoea huwa pana wewe kama wewe umetoa muziki wako. Kama hapa una muziki yako albumu, naona fundi pana kichefuchefu vile, unaona? Lakini mimi ndio nimejituma kukutafuta. Pako mambo mengine mnalala na sisi watangazaji mnataka tuwasaidie nini? Wale wanakuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unakutana wanajituma ili nyimbo zao ziwe East Africa, dunia nzima. Na kwa sasa wanakwambia tunataka tunapiganisha tupate tunzo la taarabu. Alafu nyumbani hapa sio kama vile nimtafute Rahma au Dolphine ili nimpatie nyimbo zangu. Mwe kama amtutafuti, sisi tunawatafuta. Unaona? Maana dunia hii ni hatari. Ndio, unajua tu kimoja, naweza nikawatetea watangazaji na nikawatetea wanamuziki. Ndio. Kwa sababu kuna kipindi ilifikia tunachukua nyimbo zetu sisi tunazipeleka katika radio kadhaa, sitaki kuzitaja hapa. Ndio. Sawa? Ndio. Unajikutana umechukua nyimbo zako umepeleka pale, lakini kila pakiwa kipindi cha taarabu unabana kabisa masikio yako, unasikia yani unaelekea kule kwa katika radio, lakini hausikii nyimbo yako. Unasikia nyimbo kutoka Tanzania, nyimbo kutoka Mombasa, na wewe umeshapeleka nyimbo zako. Hiyo ikawafanya wanamuziki kidogo wakati tamaa. Lakini na naweza nikawashukuru watangazaji kama Mama la Charmante. Ndio. Nadhani tulianza mahojiano mimi na wewe nikiwa Dar es Salaam, kama sikusahau. Sijauma hata mzigo. Tukaongea, baada ya kuongea nikakwambia niko tayari na nitakuja studio, na nimefika studio. Nilishangaa mwenyewe. Leo watangazaji wanakuwa wanatutafuta sisi wana muziki kiasi ambapo zamani haikuwa. Radio Black FM inakuja na kasi na nguvu mpya za zaidi. Kabisa. Na kasi ya ajabu. Hatulala. Tunawapongeza Black FM na tutazidi kuwapongeza na muendelevu hivyo. Na tunachukua sasa ile utamaduni wetu wa Uswahilini, Uswazi, ili tuitie juu zaidi. Maana kila mtu anakuwa na utamaduni wake. Ndio. Unakutana wengine wanaingia kwenye utamaduni ya tuseme zingine nyimbo, lakini sisi tuna utamaduni wa shamsham za pwani, ni utamaduni wa Uswazi nyumbani. Ndio kabisa. Na ndio maana tumejituma ili tuchukue wanamuziki wa taarabu wa nyumbani tuwapandishe juu na mwemweki kimataifa vile. Sio kama vile kisimu ni hoa mnilala kabisa. Sema sisi tunachokihitaji ni support yenu. Naam. Tunahitaji support yenu na sisi tutafanya chini juu kwetu huku waimba taarabu wawe juu zaidi. Na kingine wasilali sana waimbaji. Ndio. Tutafutane. Tusilale vipi? Tusilale hao? Yaani tutafutane. Yaani mnaweza kuwa katika muziki wenu mkue imara yani. Kwa sababu mnalala sana. Mimi nadhani kwa sasa hakuna mwenye kulala katika muziki wa taarabu. Ndio. Nikienda upande wa Jasmini hivi sasa imeamka vibaya sana. Yaani imekuja kwa
nguvu mpya na kasi mpya. Ndio. Umeshanielewa? Hata kama Alwatan wanapiga nyimbo za Jasmine, na wenyewe naweza nikasema wamekuja na nguvu mpya na kasi mpya. Ila kitu tu ambacho tu naweza sema katika bendi zetu hizi ambazo zimetoka katika mbongo wa Jasmine ambazo ni taarabu, na wao pia wangejitahidi wakaikaa chini wakatunga muziki yao. Naam. Ikaonekana na sasa bendi ya Alwatan ya Juma Mengi au Alwatan ya Tandu wana nyimbo zao kuliko kusikia leo ukienda Jasmine unasikia Fundi Kujua ya Amani Yao, ukija Alwatan unasikia Fundi Kujua ile. Sasa panakuwa hakuna tofauti ya bendi. Hii ni Jasmine, hii ni Alwatan kwa majina, lakini ukiingia huko Alwatan unasikia nyimbo za Jasmine, ukienda kule Jasmine unasikia nyimbo za Jasmine. Sasa nitaomba mimi kama mwanamuziki, mtungaji, mpigaji na washauri na muziki wenzangu ambao ni wa Alwatan, tuko pamoja saa zote, ndugu zangu, rafiki zangu, wajitahidi na wenyewe pia watunge nyimbo zao. Wakishakuwa na nyimbo zao itakuwa vizuri.